Mkulima wetu wa mojawapo ya wakulima wengi sana wa samaki waliokuwa katika halmashauri ya Chalinze, lakini kwa upekee zaidi tumekuja kwa mkulima huyu ambaye anatumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Na teknolojia hii inajulikana kama kwa jina la RAS system. Maana yake ni Recirculating Aquaculture System. Kwa maana nyingine ni mfumo ambao unatumika kufugia samaki huku ikiruhusu maji kuzunguka ukizunguka kwa muda mwingi. Inaweza ikawa kwa muda wote kulingana na idadi ya samaki, lakini pia ikawa kwa kila baada ya muda fulani kulingana na idadi ya samaki waliopo kwenye eneo, kwa maana ya square mita za mraba za eneo la maji. Na mradi huu na mfumo huu unakuwa una visaidizi, maana ni mradi ambao lengo lake kubwa ni kufuga samaki wengi katika eneo dogo. Na kwa mantiki hiyo lazima uvisaidie, uwe na visaidizi vya kuwezesha samaki wale kupata mahitaji yake ya msingi katika eneo dogo. Na katika mradi yetu huu, mojawapo ya visaidizi ambavyo vinakuwa kwa ajili ya kusaidia hizi hapa inaitwa ni aerator system au mfumo wa kuongeza hewa kwenye maji. Sababu samaki wapo wengi kwenye maji, wanakuwa wanagombania au sema kuna ushindani, competition ya hewa kwenye mfumo wetu wa kufugia samaki. Hivi unaongezea hewa ili waweze kumudu mahitaji yao kwa ajili ya kuchakata chakula wanachokula, lakini kuchakata mambo mbalimbali kwenye mwili. Lakini pia mfumo huu unasaidiwa pia na namna fulani, unasaidia pia na uchujaji wa maji, kwa sababu samaki wanavyokuwa wapo kwenye mfumo wetu wanakuwa wanasaidia, lakini pia kuna mabaki ya chakula. Mfumo mkusanyiko wa mambo hayo yote, ikiwemo uchafu wa samaki, lakini uchafu wa chakula unakuwa unasababisha ukosefu wa hewa kwenye maji, lakini unakuwa unasababisha pia turbidity ya maji yanakuwa machafu. Kwa hiyo mkusanyiko wa mambo hayo unasababisha kupungua kwa oksijeni kwenye maji. Lakini pia ili kuweza kuondoa tatizo hilo, kuna mfumo huu una sehemu ya kuchuja maji, ambao mfumo huu umekuwa umegawanyika katika sehemu hizo za kuchuja maji. Kuna sehemu ya kuchuja physical waste ambayo ni takataka zile ambazo zinakuwa zinashikika, lakini kuna sehemu pia ya kuchuja biological, vile viumbe hai vinakuwa vinafanya uchakataji wa ammonia au ammonia kwenda kwenye mfumo ambao unakuwa hauna madhara kwa samaki, ambapo pale kuna mfumo huu ambao utakuwa ukienda kupanda kule utaona kuna nitrogen fixation bacteria ambao wanakuwa wanasaidia katika kuchakata ammonia. Lakini pia kuna mfumo huu hapa kwenye maji unakuwa unasaidia katika kuchuja zile physical waste zote, yale
uchafu wa samaki kama huu ambavyo ni vinyesi vya samaki, lakini pia mabaki yale ya chakula yanakuwa yanachujwa hapo. Yakishachujwa sasa, yale maji ambayo yanakuwa sasa ni masafi yanarudishwa tena kwenye bwawa. Lakini pia mfumo huu una kisaidizi kama hiki hapa kinaitwa blower. Unaweza kaongeza pia hewa kwenye maji, lakini pia kuzungusha maji. Kwa hiyo wale samaki wanakuwa uchafu haukai sehemu moja kwenye bwawa, unakuwa unazunguka, ambapo wale mzunguko ule unasababisha pia ule uchafu kutolewa kwenye mfumo wetu ambao ni huu hapa wa tank system, ambazo zimejengwa kusema raised concrete system ya ufugaji wetu wa samaki. Kwa kupitia namna hiyo, teknolojia hii inamruhusu mtu yoyote kufuga samaki. Kuna wale wanasema mimi sina heka moja, sina heka mbili, siwezi kufuga samaki katika nusu heka. Basi eneo kama hili ambalo ni dogo kabisa kama 15 karibia kwa 20, mtu anafuga samaki wengi kabisa kupitia mfumo huu. Kwa wale wenye maeneo madogo ya nyumbani ambao wamejenga nyumba lakini pamebaki eneo dogo, mfumo huu ni sahihi kabisa na unawezekana kabisa ku apply katika sehemu yako na ukapata kitoweo kwa ajili ya chakula, lakini ukapata pia protini nzuri kabisa kwa ajili ya familia, lakini pia ukapata kipato kwa ajili ya mahitaji mengine. Ukauza samaki ukapata kipato kwa ajili ya kuendeshea maisha, lakini katika kuendeleza pia mambo mengine ambayo yanakuwa yanahitaji kipato.